Karibu kwenye matangazo ya moja kwa moja kutoka katika mji wa Babati. Huu ni mkoa wa Manyara kwa mbali, ukiona namna hiyo. Mlima Kwarabo ni maarufu sana hapa kwenye halmashauri ya mji wa Babati. Je, watapata ushindi ama watapoteza na mkoa kuwa mgumu ama kwa kawaida kwao itajulikana. Fountain Gate ndio mwenyeji ambaye amechagua kukaa hapa Manyara, wilaya ya Babati, kutafuta alama tatu na kuendelea kubaki ligi kuu. Wanacheza dhidi ya mabingwa watetezi Yanga, kihudumu pia kama kabisa kwenye mchezo kadha wa kadha. Kwa hiyo si tu kabisa, lakini atakuwa amepitia na nyumbani kidogo kusalimia. Yeye ni mwenyeji zaidi hapa kuliko wengi wa hapa. Bila shaka leo itakuwa ni kisasi kwa upande wao kukilipa kama wataweza. Eli Mokono ambaye ndio mwenye magoli mengi zaidi kwenye timu hii kwa maana ya magoli 6, ndio anaongoza shambulizi pamoja na Mutik. Kikosi cha Yanga kama kawaida Djigui Diarra kwenye lango, lakini Prince Mpumelelo Dube yuko juu kule, kama ambavyo yuko juu kwa ufungaji, hata kwenye kusimama kwenye lineup yao anakuwa juu kule katikati, akisaidiwa na watu watatu, Zize, Aziz Ki pamoja na Maxim Kianzengeli. John Nobo kwenye mechi kubwa kabisa, hii ni ya pili kwake dhidi ya Simba, alikutana na kadi nyekundu. Bila shaka leo hatarudia makosa yale. Kabumbu likianza namna hiyo, Fountain Gate dhidi ya wananchi Yanga, mabingwa watetezi. Fountain Gate timu ya kizazi kipya hiki, kazi kubwa, amejikwatua mwenyewe ile. Natumbukiza kwa kwenye lango la timu ya Yanga, nagonga kichwa kile. Nafasi nyingine tena kwa Edgar William ambayo amepoteza. Ya kwanza alijaribu hakufanikiwa, na hii nyingine ya pili anajaribu kwa kichwa, pia kimekwenda off target. Aliona uhatari, kama Dathiri angepata nafasi ya kutoa pasi ilikuwa ni hatari zaidi. Dube ishara inazira mwenda, jaribu ndani Maxi, bado Maxi pia Zengeli. Abuya cheza golikipa kwa Aziz Ki, cheza golikipa tena, bado unaondoshwa, anaunyaka John Nobo. Lango lilikuwa hati hapa la Fountain Gate. Kaptana Stefan Aziz Ki Taga alikuwa naomba offside, lakini attempt ya kwanza ya Abuya asikia kwa kwenye offside. Kwa hiyo rebound anaifunga vizuri tu, hata kama kabaki bila golikipa. Israel Patrick Mwenda na yake pia kwenye kitabu cha mwamuzi aliona shughuli imekuwa nzito, na Mutriki pale alikuwa anapita ile. Anaenda akakutana naye, mkono ulifika kwenye uso. Stefan Aziz Ki ameunyanyua ndani kule, unamtoka golikipa Clement Francis Mzize, hatimaye na yeye amemsogelea pale Prince Mpumelelo Dube. Goli lake la 12, wananchi wakitangulia hapa kwenye uwanja wa Tanzanite Kwarabo Babati. Haukuwa na nguvu kubwa kiasi hicho cha kumshinda John Nobo, lakini timing yake ya kudaka ndio ilikuwa mbaya. Zizi akaupitia kama kipanga shwa, wananchi wakitangulia kwenye uwanja wa Tanzanite Kwarabo. Goli 7, assist 7, anaingia nao mwenyewe Mzize. Sasa kumekucha ndani ya boksi, Mzize, Maxi pamoja na Aziz Ki akiwa kwenye nafasi, mpira kwenda nje na kuwa goal kick. Chagua far post, mpira ukachagua far away. Kwa kuanzia nyumbani, hamna kipa. Aziz Ki, Azizi hiyo inaitwa asante kipa hiyo. John Nobo ameamua kutoa sadaka kwa Stefan Aziz Ki. Kosa la mwaka lilikuwa ni hili hapa.
kweli. Laumiana uwanjani si jambo zuri, lakini hili kipa lawama hazikwepi. Yanga akiendelea kuongoza kwenye mchezo, sasa ni magoli mawili faida kwao. Wakati huo wamenyanyuliwa magoli kipa wawili wa Fountain Gate wanapasha. Shughuli itakuwa nzito. Batambuzi anataka kukumbana tena na mchezaji mwenzake wa ndani. Akipewa kiimbwa kwa heri. Alipewa dakika 34 kadi ya njano. Anapewa nani? Ni kwenye technical staff huko. Israel Mwenda. Fair play. Jambo limeenda sawa sawa. Tension. Yani kulikuwa na dhamira. Huo mparuzo ulikuwa wa dhamira. Tachi ya kwanza kaanza na mguu kabla ya kuweka mkononi. Na tambara akapewa wewe. Bwana wewe ndio umeingia yeye. Na mabeki wawili. Dube anaweka kumtafuta Mzize. Mzize ndani ya boksi. Kaifinya. Mzize. Rudisha tena Dube. Kaza golikipa Parapanda anatoa nje. Parapanda akafanya moja save maridadi kabisa. Dakika 45 za kipindi cha kwanza zikimalizika namna hiyo. Aziziki pamoja na Mzizi wafungaji wa magoli pekee mpaka sasa wameamua watoke pamoja. Dakika 45 za kipindi cha pili zikianza namna hiyo, katika moja kati ya mechi ambayo wengi wamekuja kuitazama. Viongozi pia wa kimkoa wako hapa kuzipata, bila shaka itaonekana kuhakikisha tu kwamba na wenyewe wanasapoti timu yao ya Fountain Gate ambayo kwa bahati mbaya mpaka sasa wako nyuma kwa magoli mawili. Salum Kiimbwa bado anao yeye, nafasi nzuri ndani ya box ile. Kiimbwa amekuwa na wanao mwingi mpaka sana mafuta umeteleza. Eli Mokono ndani ya boksi. Mokono bado ana uremba remba. Kwenda nje. Kona. Mokono anapasi kufanya vizuri zaidi. Kutana na Papa Shile. Stefan Aziziki weka kwenye njia ndani huko kwa Maxi. Maxi tumbukiza ndani, gonga kichwa Mudathi. Wanaondosha Yanga. Mpira akitafuta Prince Dube, ameupata kwenye boksi. Dube cheza na kamata golikipa Rashid Parapanda. Alikaa kwenye nafasi sahihi. Bila shaka alimhesabia Dube. Kwa Kadeshi kama anakimbia goli ili apate diving nzuri. Akafanywa sabu, akapumzike. Akaingia Parapanda ambaye mpaka sasa ameshafanya save 3 za maana. Mwenda Maxi ndani ya boksi. Maxi cheza na malizia, anacheza uzuri Parapanda ile. Save nyingine tena anaifanya hapa Rashid Parapanda. Save maridadi kabisa kama anapiga ile Maxi. Kaingiza nani kumtafuta Mzizi aongeze. Jonathan Kangalombo cheza 1-2 maridadi, anarusha tena. Kangalombo anautoa nje, nani kumtafuta Mzizi. Amelitafuta kwa muda mrefu akitaka kukaa juu ya msimamo wa wafungaji. Papatu za hapa na pale hakuzipata. Hatimaye nafasi imekuja kwa wakati sahihi, akiushindilia mpira unakwenda moja kwa moja nyavuni. Clement Mzize 1-2 maridadi ile, yeye na Jonathan Kangalombo. Ilikuwa Dube akamrudisha Kangalombo, Jonathan Kapela. Mzize pale wakati huu akasema sio kila siku itakwenda nje. Wakati huu hakuwa na la kufanya Rashid Parapanda. Chama ameiwahi, Chama amepiga chenga ya mbali kweli kweli ile. Cheza pembeni, kuna Prince Mpumelelo Dube bado Dube cheza Parapanda. Wapo wawili, unapigwaje? Anapiga Chama.
wanaondoka, japo kwao ni Ndola. Clatous Chota Chama anasema haiwezekani mkaongeza idadi ya magoli alafu mimi nisiongeze. Mpira ukienda moja kwa moja kwenye nyavu. Parapanda anakuwa anagawana magoli, yeye na John Nobo, mwenzake mawili na yeye mawili. Filimbi ya Nasoro Mwinchui ikiashiria kwamba dakika 90 zimetamatika kwenye uwanja wa Tanzanite kwa raha mjini Babati mkoani Manyara. Wananchi wakiingiza Fountain Gate katika orodha ya timu ambazo msimu huu wamewafunga magoli mengi. Djigui Diarra akiwapongeza mashabiki ambao wametoka sehemu mbalimbali. Mimi ni Pascal Kabombe, dakika zikimalizika Fountain Gate 0, Young Africans magoli 4.